la kuhusu ndoa. Kwanza sakato wewe tumeona halisi. Hongera mama. Hongera sana mama yetu. Wewe mwandishi mbea, wewe halisi uliona wapi? Ukweli uliona uhalisia wa ndoa? Ule ni uhalisia? Uhalisia ni nini? Wewe uliona navalishwa chela? Uliona navalishwa pete? Hapana. Uliona mimi naongea chochote? Hapana. Hilo nadhani jana nilishalijibu. Okay. Na wewe uliona nimeongea chochote? Basi sawa. Ulilijibu, ufanya interview za kujibu, lakini mawifi na mashemeji kutokea nchini Tanzania ni kama hawajakubali. Kwani lazima wao wakubali? Mimi si ndio muhusika? Mimi ndio nimesema hakuna. Unajua mimi nimejifunza kujisimamia mwenyewe na misimamo yangu. Yaani mimi siishi kwa wengi wapo. Mimi naishi kwenye msimamo kwamba hiki ndio, hiki hapana. Nilisema sijaolewa, ndio sijaolewa. Wanasema kwamba sio hujaolewa, yaani ni mke wa mtu mtarajiwa ambaye muda si mrefu naenda kufunga. Sasa hilo neno la mke mtu mtarajiwa uliliona wapi? Hata kwenye kamusi kabisa ya kisheria kuna neno limeandikwa mke wa mtu mtarajiwa? Mimi nadhani pale mtu aliongea sema kwamba wameniuliza kwamba mimi nimeolewa. Jamani, kifupi yani mimi niseme hivi, waandishi, sijaolewa, sijawahi kufunga ndoa popote, iwe ya kimila, iwe ya asili mafichoni, iwe nini, la kwanza. Lakini mimi nimeokoka, ninampenda Yesu sana, ninamjua Mungu ninayemtumikia na kumwabudu, nina wachungaji, nina maaskofu, nina kila kitu. Hakuna kitu nitafanya sirini. Kwa ujasiri nitafanya kila kitu kiwe wazi kama kipo. Sawa, nilipost ile clip, mtu mmoja akasema kwamba hiyo ni AI ama anasema hiyo ni AI, na mbona Rose hakukanusha? Ndio muulize, sio kukanusha. Yaani wewe ukiulizwa kukanusha, kwani niliongea? Hakuongea. Sasa kama sikuongea na kanusha nini? Si aulize aliongea. Aliongea ndo atakanusha. Mama, mpaka michango ilianza. Sasa mtamuuliza aliyosema, maana mimi sio, nadhani mliniona tu nimesimama mpaka dakika ya mwisho. Yaani nisimama pale kama mtuhumiwa mpaka dakika ya mwisho, sikuongea chochote. Niliongea? Sasa wakulisema hilo na kulikanusha ni yule alolisema. Mimi nakanushaje kitu sikusema? Nakanushaje? Ila mimi langu nasema sijawahi kuolewa jamani. Humo ndani kwenye ndoa sijui wanaolewagaje, yani wanaanzaje mpaka wanaolewako wanakuaga ndani, ukishaolewa unakuaga aje na rangi gani, au unakuwa nini au una sound vipi? Yani una feel maana kama unasema sio kweli. Kuolewa kuchafuka. Mtu akwambia unaolewa hakuchafui, ila tu kama sio kweli inakuwa tu labda ni uongo wamesiolewa. Lakini kuchafuka, swali langu, kuitwa malaya, umefumaniwa na kuambia kwamba yule ameolewa, kipi kinachafua brand? Kuolewa ni swala zuri, nadhani watu walipokea vizuri. Lakini kifupi mimi bado sijaolewa, ila ikitokea nimeona kwamba itakuwa nzuri sana kama nikija kuolewa, watu watafurahia sana kwa sababu walipokea watu kwa furaha sana. Una mpango wote wa kuolewa kwenye mwaka huu? Kwani wanapangaga tena kama budget ya mwaka kwamba ati mwaka huu lazima niolewe? Nyumba tu ndio tunajisemaga mwaka huu najenga, mwaka huu nanunua gari, lakini kuolewa ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Mungu akitaka sawa, hakutaka basi. Mahusiano yako vipi kati ya Rose na yule Bishop? Mahusiano ya kihuduma. Kwanza umeshasema ni Bishop, kwa hiyo tuishie hapo kwamba yeye ni Bishop basi. Okay, kitu gani ambacho hukipendi kutoka katika mitandao ya kijamii? Kitu gani? Kushadadia uongo ndio kitu sikipendi. Yaani watu wanashadadiaga uongo kuliko ukweli. Hiyo ndio sipendi. Na nyie waandishi ndio wachochezi wakubwa. Tucheka vitu. Swala la mwisho, gari kwenye gari yako, kitu gani ambacho kina miss? Yaani akimiss ndani ya gari yako? Nyimbo. Nyimbo kwenye gari langu haziwezi kumiss. Nina nyimbo za waimbaji karibia wote. Sio peke yako. Wewe utajisikilizaje mwenyewe? Mimi kwa gari yangu 90% nasikiliza nyimbo za waimbaji wenzangu tu. Ndio ziko hapa. Napenda. Nikwambia ututajie list na mimi utakuwa na waimbaji wako the best ambao unawapenda. Ututajie list ya waimbaji watano hapa Tanzania ambao unawapenda sana. Nasikiliza sana. Mimi sipendi waimbaji watano Tanzania, na wapenda waimbaji wote, kwa sababu kinachomfanya mtu nimpende sio yeye alivyo, ni kile amekifanya. Kwa hiyo unaona, nimekwambia na watu wengi sana na nyimbo zao ziko hapa, kwa sababu mimi ninaposikiza nyimbo simsikilizi fulani kwa sababu nampenda tu. Simsikilizi Mwangila kwa sababu tu nampenda. Namsikiliza Mwangila kwa sababu alichokiimba mimi kinanisaidia mahali.
Ukiona mwimbaji asikilize nyimbo za mwimbaji mwenzie, ndio maana hawakuagi kiwimbaji, kwa sababu lazima usikilize wengine ndio upate pia na wewe mafunuo mengine. Hiyo haina yani ndio uhalisia wa mtu anayetamani kukua. Yeah. Tunaona pia Mkubwa Fella anaumwa, japo ni mtu ambaye anasupport watu duniani. Nilisikia na mwimbaji za Injili anasema kwamba mbona watu wa gospel nao hajagusa kwenda kumsaidia. Tunampenda sana Said Fella. Kwa mfano mimi nilikuwa sijaona, nimeona jana jioni. Yani niliona ni kaka yetu, achilia mbali udini, lakini ni Mtanzania mwenzetu, ni kaka yetu. Tuko kwenye tasnia ya muziki, haijalishi anaimba wa kule wa huku, lakini tukisimama TTRA tunalipa kodi, wote tunaenda BASATA, basi sisi ni watoto wa familia. Niliona jana, kwa hiyo kwa upande wangu mimi nitamsupport. Nitamsupport kama kaka yangu na ni Mtanzania mwenzangu lazima. Haya mambo mengine mimi ninaamini mimi wazazi wangu Waislamu, just imagine. Kaka zangu mwa kuzaliwa ni Waislamu. Kwa hiyo siwezi kusema simsaidii Said Fella kwa kuwa ni Muislamu, na wakati mimi ndugu zangu wote ni Waislamu. Kwa hiyo nafanya kwake kama kaka yangu, Mtanzania mwenzangu hivyo. Yeah. Waimbaji wa nyimbo za Injili hasa kwa hapa Tanzania, ni legend. Hatuoni mkifanya collab. Kama Bahati Bukuku. Asema hivi, mambo ya collab yamekuja miaka hii, ndio maana zamani wala haya mambo hayakuepo. Kwa hiyo kwamba mimi na Bahati tumepanga tunaimba wimbo wetu mmoja. Subiri muone. Tutaimba wimbo wetu mmoja. Nataka kabisa na Bahati, kabisa studio na Bahati. Kwani kuna dhambi? Kwani tusikae? Na sisi tumetoka mbali, tumebeba huu muziki kutokea mbali sana. Tutafanya na tufanya na Shusho, si ndio? Tutafanya na kina Bahati. Bahati tumepanga tutafanya wimbo wetu mmoja mzuri sana na Bahati Bukuku. Utaona wimbo wa kina mama. Na Bahati Bukuku, sio Bahati, kina Bahati wako wengi. Japo kwa amekuwa sasa hivi mchungaji, lakini bado anaimba. Kwa hiyo tutaimba naye pia, kama unajua tuna sauti naye kama mchungaji, wakati mwingine sasa muiti Bahati Bukuku naitwa mchungaji. Unaanza huko nyuma mchungaji Bahati Bukuku. Dada Jennifer Mgendi. Dada Jennifer Mgendi sana jipanga, mimi na kasauti kama kale kake tuendane. Sasa wewe kukoroma kama mimi huko hawezi. Kwa hiyo inabidi mimi sasa nijituni nikae kule kwake. Lakini kifupi sisi legend muda mwingi tuliimbaga tu kwa kweli, hakuokuaga na mambo ya collab zamani. Sasa hivi ndio collab nyingi kwa sababu ya mitandao, dunia imebadilika. Sawa. Na lingine ila juzi nimeona Martha Mwaipaja alikuwa analalamika kuhusiana na sakata ile la alisema kwamba kuna kipindi cha sakata lake walikuwa Christina Shusho na Upendo Nkone madhabahuni jukwani. Upendo akasema kwamba Christina Shusho alimtetea, lakini Upendo Nkone akuonesha kwa upande wangu na watu wakamfurahia. Nadhani pia kwenye gospel pia kuna matabaka kwamba huyu amfurahie. Shetani hana nyumbani kwao popote, hata kwenye gospel anakaa tu, huo ndio kweli. Lakini niseme hivi, nizungumze hivi, Martha amesema lile la moyoni mwake kabisa. Sasa siwezi kumsemea Upendo Nkone, siwezi kumsemea mtu yote hapa, ila ninachotaka kusema mimi alipopata ile sakata lake, nadhani mtu wa kwanza alikunipigia simu alikuwa mimi. Martha ananijua mimi ni mtu wa kimya na ni mtu ambaye namtia